Mwanadamu hawezi kuishi bila kuabudu, lazima aabudu. Anaweza asije kanisani, lakini kuna kitu anaabudu. Anaweza kuabudu milima, anaweza akaabudu midoli, anaweza akaabudu sanamu, anaweza akaabudu kiumbe kingine chochote, lakini mwanadamu lazima aweze kuabudu. Huo ni mfumo wa kiroho. Haleluya! Kwa hiyo Mungu alivyotengeneza mifumo hii, ametengeneza na mfumo wa kiroho, lazima uabudu. Na kuabudu huko katika mfumo wa kiroho unaendana na imani. Bwana Yesu asifiwe. Unaendana na imani. Inawezekana ulipozaliwa umekuta baba yako anaabudu mdoli au anaabudu sanamu, iko kwenye pembe pale kwenye nyumba yenu. Kila siku anaenda anapiga magoti pale, anaamini kwamba ile sanamu ndio inayomfanya aishi, kwa sababu Mungu amemwekea mwanadamu mfumo wa imani, mfumo wa kiroho. Haleluya, haleluya. Na huu ndio unaomjenga mwanadamu akawa katika maisha hayo, na haondoki hapo alipoamini. Haondoki. Ameshaamini, nisipofanya hivi siwezi kuishi, nisipofanya hivi siwezi kubarikiwa, nisipofanya hivi biashara yangu haiwezi kubarikiwa. Na yote yanatokana na ukengeufu uliotokea pale bustani ya Eden. Haleluya. Adamu alipotoka akakutana na nyoka na akasikiliza maagizo ya nyoka. Eva alivyosikia yale maagizo ya nyoka akayaamini, na ukengeufu ukatokea. Mwanzo sura ya kwanza, Mwanzo sura ya pili ni mahali ambapo mwanadamu alijengwa katika imani ya kumwamini Mungu aliyemuumba wetu. Mungu baada ya kumaliza kazi ya uumbaji, iwepo nuru ikawepo nuru, iwepo anga kati ya maji na maji ikawepo, wawepo samaki wa baharini wakawepo, wawepo ndege wa angani wakawepo, wawepo wanyama wa porini na wakufugwa wakawepo. Mungu ameumba mpaka siku ya mwisho akaja kumuumba mwanadamu. Ameshamwekea mifumo yote, mfumo wa kimwili wa kawaida alifinyanga udongo, na mfumo wa kiroho akapulizia pumzi yake. Lakini mwanadamu akakengeuka. Tunaingia katika Mwanzo sura ya 3. Mwanadamu akaingia kwenye ukengeufu na uharibifu ukatokea. Akaanza kuamini vitu vingine nje ya kumwamini Mungu. Haleluya. Kwa hiyo somo letu la leo litagusia kama utangulizi kuhusu imani. Hakuna jambo lolote linazokwenda katika maisha ya mwanadamu bila kuwa na imani, na Mungu ndiye aliyetuumbia hiyo imani, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kutoka mahali pasipoonekana na akaja kudhihirika katika mahali panapoonekana. Na ndivyo uumbaji wa Mungu ulivyokuwa. Alitamka na ikatokea. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo sura 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na wakati anaumba dunia alikuwa anaumba akiwa mahali pa milele. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu aliumba dunia ile ya kwanza kwa kutamka. Vitu vinavyoonekana kwa macho viliumbwa kutoka mahali pasipoonekana ambapo anaishi yeye Mungu, na aliumba kwa kutamka. Haleluya. Iwepo nuru, ikawepo nuru. Iwepo anga kati ya maji na maji, yakawepo. Kwa vilitokea kutoka mahali pasipoonekana, vikaja vikadhihirika kwa macho.
Haleluya, haleluya. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, lakini kulitokea uasi wa malaika. Malaika walipoasi, ambaye ni Lucifer na theluthi ya malaika, Mungu akaleta gharika juu ya nchi. Nchi ikawa utupu, ikawa giza, na Roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya maji. Ile tunaita ni gharika ya Lucifer. Tunajua, tumezoea kuijua gharika ya Nuhu. Haleluya. Kabla ya gharika ya Nuhu kulikuwa gharika ya Lucifer, ambayo Lucifer alipokosa akashindwa kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, dunia ikajaa giza, utupu, na Roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya maji. Ikabidi Mungu aanze uumbaji mpya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali katika uumbaji ambapo Mungu amesema uwepo udongo ukawepo. Ila alisema maji yakusanyike. Pale juu mstari wa kwanza anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo nchi ilikuwepo mwanzoni, na tunaona sasa hapa Mungu anasema maji yakusanyike. Kwa hiyo ile nchi iliyoumbwa mara ya kwanza ikatokea wakati maji yamekusanyika, kwa sababu maji yalijaa nchi, yakafunika nchi, nchi ikawa ionekane, ikajaa maji, yalijaa, vilindi vya maji vikajaa dunia nzima. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hakuna nchi tena iliyotamkwa itokee. Mungu alisema maji yakusanyike, na nchi ikawa imetokea, ambayo ilikuwa imefunikwa, ambayo iliumbwa kwenye mstari wa kwanza wa Mwanzo sura 1. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akaendeleza uumbaji, akaendeleza uumbaji, akaendeleza uumbaji. Yeye anaishi mahali pa milele, infinity, mahali pasipo na mwanzo wala mwisho. Maana yeye Mungu hana mwanzo wala mwisho, lakini yeye ni mwanzo wa kila kilicho na mwanzo. Hakuna ambacho chenye mwanzo hakikutokea kwake yeye Mungu. Yeye ndio mwanzo wa kila kitu, Alfa na Omega. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa ndipo panapoanza asili ya imani. Lazima tuamini, kwa sababu Mungu anaishi mahali pasipoonekana, na huwezi kuamini kama yupo usipokuwa na imani kwamba Mungu yupo, kwa sababu haitatokea siku hata moja ukamuona Mungu. Huwezi ukamuona Mungu na ukaishi. Katika mambo ya kiroho tunaishi kwa imani bila kuona. Ukisubiri kuona utachelewa sana, utajikuta watu wameshaenda mbinguni, alafu wewe unajikuta huko jehanamu. Kwa hiyo tunapoingia katika masuala ya kiroho tunaamini bila kuona. Unaamini kwamba Mungu yupo na yeye ndio ameziumba mbingu na nchi, kwa sababu hata wewe mwenyewe ukitafakari, wewe umetokea wapi? Maisha yako wewe mwenyewe ni muujiza. Umetokea tu, umejikuta umepokea ufahamu na ukaambiwa huyu ndio baba yako, huyu ndio mama yako, ukaamini sana, ukaanza kutafuta hivi, kapua kake kanafanana na mimi, hii midomo kweli inafanana na baba, inafanana na mama. Unachukua picha, unaanza kukompea, lakini imani ndio inayokuwezesha kuamini kweli huyu ni baba, huyu ni mama. Imani ni nini? Imani ni kumwamini Yesu Kristo kwa moyo wote kama Mwokozi na Bwana wa maisha yako. Imani, tunapozungumzia imani tunazungumzia vitu vya kiroho. Tunatoka katika vitu vya mwilini vinavyoonekana, tunaingia katika ulimwengu usioonekana, tunaenda kuamini vitu visivyoonekana. Kwa hiyo tunamwamini Yesu Kristo kwa moyo wote kama Mwokozi na Bwana wa maisha yetu. Tunaambiwa Yesu alikuwepo duniani, tunaamini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini. Mimi nimeenda Yerusalemu mpaka nimeingia kwenye kaburi la Yesu, nikashika mahali alipokuwa amelazwa, nikaamini kwamba hapa kweli ndio Yesu alikuwepo, na nikaamini kwamba kweli hili ndio kaburi la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nikaamini hivyo.
kwamba nimeingia mahali ambapo Masia aliyenikomboa kwa damu yake ya thamani pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Niliamini kwa sababu nimeenda, wakanionyesha twende, na nikaona pale, na nikaingia ndani, na nikapiga magoti pale. Naamini ndio kweli mahali hapa alipolala Masia. Bwana Yesu asifiwe. Waibrania sura 11 mstari wa kwanza unasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Definition ya imani. Nini maana ya imani? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yasiyoonekana, mambo yatarajiwayo. Kuna mambo mawili ya muhimu. Unayotarajia. Natarajia kitu fulani, natarajia kwenda mbinguni, natarajia kuwa paradiso. Unatarajia na unaamini na unaanza kuifanyia kazi. Na ndivyo maisha yetu yalivyogubikwa. Maisha yamegubikwa. Unaanza darasa la kwanza, naamini nitaenda sekondari. Unaanza kusoma kwa bidii. Unafanya mtihani wa darasa la 7, unaenda sekondari. Ukifika sekondari, naamini naenda high school. Haleluya. Au unaweza ukasema mimi naamini nitakuwa daktari. Unatarajia kuwa daktari. Kwa hiyo unaanza kusoma primary school, unaenda secondary school, unaenda high school, unaenda chuo kikuu. Unatarajia kuwa osa, unatarajia kuwa rubani, unatarajia kuwa dokta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaanza kuyafanyia kazi ili uweze kufikia katika tarajio lako. Lakini hilo tarajio hujaanza kuliona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Unatarajia tu. Na unatakiwa uwe na tarajio. Usipotarajia huwezi kufanya kitu chochote. Lazima uishi katika hayo matarajio. Hata kama hujafikia, unatarajia siku zijazo, lazima uanze kufanyia kazi hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Anaongeza, anasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hilo tarajio lako ambao unalitarajia halionekani kwa macho, ila unaamini tu itakuwa. Ukiweka tarajio kwamba natarajia kitu fulani na ukaanza kukifanyia kazi, kitatendeka katika maisha yako, hata kama ni siku nyingi zijazo, kwa sababu unakitarajia. Na kwa sababu hakijaonekana kwa macho, iko siku kitaonekana, kitadhihirika katika maisha yako. Kwa sababu hata dunia iliumbwa kutoka mahali pasipoonekana na ikaja kudhihirika katika mahali panapoonekana. Vitu vyote unavyoviona vimejaza dunia viliumbwa kutoka mahali pasipoonekana na vikatokea katika mahali panapoonekana. Vilitarajiwa lakini vikatokea. Hata Mungu mwenyewe akasema, na tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Huyu mtu alikuwa hajaonekana, ila alimtarajia, lakini baadaye akaja kubayanika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vitu vyote vimeumbwa. Nimalizie kwa hili. Hatua za imani. Hatua za imani. Imani huja kwa kusikia, na kusikia ni kwa neno la Mungu. Haleluya. Hatua za imani huanza kwa kusikia. Sikio lako linapokea. Inawezekana imani ikaanza kwa kuona kwa macho, au imani ikaanza kuona kwa kuonja. Ile taarifa, ukishasikia kile kitu kinaingia ndani yako, kinakaa ndani yako, unabeba mimba ya hicho kitu, kinakuwa ndani yako.
lazima nikasome nje ya nchi. Sikubali niwe na vyeti vya hapa Tanzania. Kila siku unacho, ni mimba ulionayo, inasubiri kuzaliwa, bado iko mahali pasipoonekana, iko katika matarajio yako. Ile ni mimba, umeipokea, unasema hiki ndicho ninachotaka. Kuongea kwako, maombi yako yanakuwa yako hapo tu, na Mungu anasikia. Ile mimba inatokea kulazimisha viungo vyako, akili yako, ufahamu wako uamini. Mwishowe unaingiza katika matendo. Unapoingiza katika matendo, ndipo panapotokea kubayanika. You get the result. Napata matokeo yanatokea. Na ndio maana Biblia inasema imani bila matendo imekufa. Inapoingia kwenye hatua ya matendo, ndiyo inaingia katika hatua ya mwisho ya matokeo, results.